ujinga, ukabila, ushenzi wa vita, siasa mbaya, mauaji ya polisi na sungusungu hapa Kisii. Wacha niulie. Ujinga, siasa ya ukabila, mauaji ya polisi na sungusungu hapa Kisii. Dhambi kubwa duniani ambayo haitafanya sisi kuendelea. Nyinyi kama wanabodaboda, sio raha yenu kuendesha pikipiki na kugongwa na kuwawa barabarani. Hata nyinyi mngetaka muishi mwendeshe magari. Lakini ni uzuri kubwa wakati vijana ambao wanafanya biashara yao. Wakili mheshimiwa hapa Sonya amekuwa hii mji kwa muda na amesema vizuri, zamani tulikuwa na wizi mkubwa kwa sababu hatukuwa na watu wanaendesha pikipiki, lakini leo hii mmejipanga katika SACCOS, mtaweza jua ni nani mwizi sio mwizi. Lakini watu kadhaa polisi hapa, kuna watu, lakini kuna viongozi wao ambao wameingiliwa na wanasiasa, wanapewa pesa na tuko na evidence ya pesa ambao wanapewa ili kuita vijana wa bodaboda kwamba wao ni goons, kwamba vijana wa bodaboda wao ni wauaji. Whereas mmeona wale ambao watu wanaua hii mji, wale watu wameua watu ambao wako karibu na askari ambao wanajulikana, ambao wako karibu na waheshimiwa fulani wanajulikana, ambao wako karibu na waziri ambao wanajulikana. Na hata jana nimekuja kugundua mpaka PS mmoja ndiye anaendelea kufuruga amani hapa. One PS PS tunajua huyo PS unauliza kama wewe ni PS na umepewa kazi duniani, fanya kazi ya PS, saidia wananchi wa Kenya. Kisii is part of Kenya. Why should you make sure you are maligning a certain clique of people, a certain killer squad, that they must track, kill innocent young people in the name that they are goons? Bwana PS, tuko na habari ya mikutano yote umekuwa nayo na viongozi wengine kutoka kwa Kisii, na tunataka kuambia kwamba at the right time the Kenyans will get to know. Hata mimi kwamba nife leo, roho yangu haiwezi kufa ndani ya hawa watu. It's unfortunate, very unfortunate that at this century, karne hii, tulipigana ama wale ambao wametangulia mbele zetu walipigana na ukoloni mamboleo, wamepigana na mambo ya Moi, mpaka leo hii tuko na katiba mpya, lakini kuna watu wanafikiria wataweza kufanya vile wanavyotaka. Hivi karibuni mtasikia story video walikuwa wanapanga kuua huyu mwana eti kwa sababu yeye ni president wa bodaboda hapa. Huyu jamaa anabeba hizi huyu eti kwa sababu yeye anakuanga na mimi hapa lazima akufe izaguni. Kama hawa ni wono
Wewe niletee bibi yako hapa ninaipasikia hapa. Let your wife come, be a protocol officer here, so that you can kill these innocent souls. We don't know to accept. My brothers, hakuna jera itatosha nyinyi. Wacha niseme hivi. Ile jera ya umaskini ndiyo inatosha sisi zote. Na hii shida ni shida iko katika Kenya nzima. Sio kupenda kwenu, hata wewe ungetaka pia ufanye kazi kwa ofisi, lakini hakuna kazi. Leo nimewaita ni kwa sababu nasikia uchungu sana kwamba tauni hii ambapo sasa kuna sort of peace, wameamua tena wanataka kuifuga. Nyinyi viongozi na wanabodaboda wa Kisii, mmekubali hiyo ujinga? Wacha niseme hivi, the victory I got sio yangu, sio mimi nilishinda, nyinyi ndio mmeshinda, mnajua hivi. Kwa hivyo I want to call upon you, stand up to be counted. Stand up to be counted. Umeona jamaa hapa Senegal wa miaka 44 amekuwa nini? Hata nyinyi mnakumbuka ile vita tulikuwa nayo katika wakati wa kampeni. The who are who in the politics of Kisii. So walijiunga pamoja. Wakasema mwisho huyo kama hizo wanaopeje pigi akile kama wanaopeje je? Lakini wao ndio kuipanga kwa. Ngachile ntie mimi na bana ngeliga then I'll make my final comments in another 15 minutes. I know my minister for planning katika hapa board, municipal board hapa, we want umeandikia hawa wana sako yao watupe mtu mmoja ambaye ako na degree ama diploma. Diploma is the least, aingie katika board. Board ya municipality mtakuwa na mwakilishi wenu mmoja katika Kisii Municipality Board, ndiposa hii mji ikue hai. Kwa hivyo wao wiki ijayo we are gazetting it, ndiposa tupate kwamba kuna mtu wa bodaboda ambaye yuko katika Kisii Municipality Board. Tuone vile tunafanya. Sasa ya mtu ambaye ako na degree ama ako na diploma. Diploma is the least requirement which is required. Kwa hivyo utaandikia wao. Kitu ya pili,